twakoena na obusaiti ase amang'ana yebina au ase bigambiro au igo mugenito wiri tukaria rero oikiraiga ase studio na ndio nyare kumurikira ekiombe ekyo kimanyikanite buna Witness Protection Agency aiga ase NCA ya Kenya. Tunyare gwetire mitandao yetu ya kijamii ni namba eyo yaito yesimi ase inchira ere eyabene kelima tia mwarigene mugenito ochaiga ase studio. Mr. Good morning. Good morning to you. Umeamkaje? Amka salama labda wewe. Ningependa uambie mpenzi mtazamaji jina lako na unafanya nini? Asante sana kwanza kwa kutukaribisha katika stesheni hii. Kwa majina naitwa Calvin Oredi. Nafanya katika idara ya kulinda mashahidi nchini Kenya. Natufurahi sana kuongea kwa wananchi waelewe idara hii inafanya kazi gani. Hii ni idara ya serikali ama? Hii ni idara ya serikali. Watu wengi hutuuliza kama sisi ni shirika la kijamii, lakini tumeanzishwa na Act of Parliament Witness Protection Act 2006 Cap 79. So sisi ni idara ya serikali kamili. Naam. Ile jina ambalo linajulikana la idara hiyo ama ile vile mnaijua, watu wengi wanaijua? Wanajua kama wakala wa kulinda mashahidi nchini Kenya. Yani Witness Protection Agency. Naam. Homo ncho murigereria igora chigo twagarari tukoria rero tutume Kiswahili guse lugha eri ye Kenya mborero ikiagera mugenita igase studio na bata bebuya ase erugeri yeke guse igo na tutatumia Kiswahili guse egesongo. Mr. Calvin, mnafanya kazi gani sasa kulinda mashahidi namna gani? Asante sana. Watu wengi hasa huuliza nyinyi hulinda mashahidi vipi? Ama mwafanya nini? Kazi yenu ya polisi tofauti iko wapi? Nilivyokuelezea nilipoanza, ile act ambayo ilituestablish ilitupa specific mandate ya kazi ambayo tunatakiwa kufanya. Na kulinda mashahidi kuna namna nyingi. Kuna wale mashahidi wa kawaida ambao maybe idara ya upelelezi ama koti ama ya mashtaka inahitaji hao mashahidi. Lakini sisi kama idara tunalinda wale mashahidi ambao wanahitaji ulinzi maalum wanapoenda kwenye koti. Yani special protection. So kazi yetu ni kushirikiana na idara zingine kama idara ya mashtaka wanapopeleka kesi kotini ama mtu yoyote ambaye ana kesi kwenye koti. Na kuna yule shahidi ambaye yahitajika kupatiana ushahidi, lakini yuahofia maisha yake. Na kwamba akienda kwenye koti wale ambao ni wahuni, yani perpetrators of the crime, wanaweza kumtafuta na kumdhuru. So sisi tunapojulishwa ndipo tunapokuja na kumpa ule ushahidi unaotakikana. Naam. Whom do you consider special in your services? Obviously huyo shahidi ambaye ako at risk. Because uelewa kwamba kwenye koti hata judge anapotoa hakimu yake yeye huangalia ushahidi ambao umetolewa. Tumeona kila wakati unasikia kwamba kesi imetupiliwa mbali kwa vile hakuna ushahidi wa kutosha ama shahidi hakuweza kupatikana kutoa ushahidi unaotakikana. So ule shahidi ambaye ametishiwa tunamuita primary witness. Kuna wale shahidi ule amesikia. Tunapofanya uchunguzi wetu kuna wale shahidi atuambia nilisikia Tabitha alikata mtu na panga. Lakini kuna wale ambaye alikuwa kwenye hiyo eneo ya uhalifu at the scene of crime. Sema nilimuona akikata mtu na panga. So shahidi kama huyo ana tishio la juu zaidi kuliko yule mwingine secondary witness. So the primary witness ndio mteja wetu. Kwa sababu yeye wale ambao wahuni ambao wametenda hilo tendo wakimpata huyo watamwangamiza. Na wakimwangamiza kesi haitasonga mbele. Naam. Why do you do all those? Okay, unasaidia huyu shahidi ama unasaidia kesi iendelee?
Sisi kwa kazi yetu tunashirikiana na idara zingine za serikali na mara kwa mara hautatuona kule mbele. Hata kwenye magazeti wasikia habari kuhusu kesi fulani, lakini ni nadra sana kusikia ile kesi iliweza kukamilika kwa usaidizi wa shirika la kulinda mashahidi. Tunafanya kazi yetu, tunasema we work covertly. Kazi yetu ni ya tunasema chini ya maji, ya confidential. So kwenye kesi inapoenda kule koti, si tukiambiwa kuna shahidi huyu na ni muhimu kwa hii kesi, na tuona kwamba anaweza tishiwa akienda kutoa ushahidi kwenye kesi fulani. So sisi tumchukua huyo kama mteja wetu mkuu, na tunapomchukua tunahakikisha kwamba tunampa ulinzi unaofaa. Na si yeye peke yake, ako na familia, ako na wale watu wa undani kwake. Na katika uchunguzi wetu mara kwa mara si huona kwamba ukichukua ule shahidi peke yake, tishio pia litadhuru wale wa ndani wa kwake kama familia, watoto wake, bibi yake. So tunapomchukua kwenye hifadhi, tunamchukua yeye na familia yake, ile tishio isitokee kabisa. Na ni kwa nini idara hii ikaanzishwa? Umuhimu wa idara hii kuanzishwa, unapokumbuka mwaka wa ile terrorist bomb ilipofanyika 1998. Then kuna ile ndege ya Waisraeli ilipoangushwa kule Kikamba la Mombasa. Sasa matukio kama hayo yalikuwa ya ugaidi. Na washahidi wakati huo waliogopa kupata ushahidi kwa maana kesi za ugaidi ni kesi ambazo zina threats mingi. Sasa serikali ikaona kwamba ni muhimu idara ibuniwe ili ipatiane ulinzi ule maalum. So kubuniwa kwetu ni kusaidia katika kesi kuendelea kwenye kesi kama hizo. Tena ukumbuka mwaka wa ile post election violence pia kuna watu wengi wakutaka kutoa ushahidi, walihofia. Na idara yetu ilipoanzishwa ilikuwa ni kusaidia kwenye kesi kama hizo. Tena kusaidia justice system pia ni sababu nyingine ambayo tulibuniwa, kwa sababu kesi mingi zikienda kwenye koti na kuna mashahidi, kesi inaanguka. Ilianzishwa mwaka gani? Kitengo kilichoanzisha kilikuwa cha mwaka wa 2006, Witness Protection Act 2006. Lakini kuanza kazi kwake mwaka wa 2008 kukakuwa na amendment, kwa sababu ilipoanzishwa ilikuwa katika State Law Office, AG's office. Lakini waliona kwamba haingeweza kufanya kazi kwa uhuru unaofaa. So hiyo amendment ya 2008 mwaka 2008 ikafanya kitengo kikawa huru 2008. Lakini sasa mwaka wa 2012 ndipo tulipata shahidi wa kwanza, the first witness, 2012. From 2006 hadi 2012. Yes. Unajua serikali wanaweza buni sheria kwa vitabu na mpaka kuwe na zile zinaitwa regulations. So the regulations zilipoundwa ndio zinafanya sasa ile sheria kuanza kufanya kazi. Why does it happen that Wakenya wengi hawajui idara hii? Kuna sababu nyingi ambazo zinafanya Wakenya wengi hawajui. Moja ni tunavyofanya kazi yetu. Tunafanya kazi yetu in a confidential manner. So watu wengi waelewi watu wanapatikana wapi, afisi zao ziko wapi, tunaweza wapata kivipi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kufanya kazi na mashirika mengine. Tujakuwa tukijidhibiti vilivyo, lakini katika strategic plan yetu tumebuni mikakati ambayo
tunaitumia kufikia wadau kwenye justice sector. Na moja wao ni kama wanahabari. Juzi tumekuwa na kikao cha wanahabari jana huku Kisii na sehemu ya Nyamira ili kuelezea kazi tunayofanya, na tuna imani kwamba wanahabari wana jukumu kuu la kujulisha wananchi. Tena jambo lingine ambalo tunafanya ni kuhusisha wadau wengine, other justice sector players kama judiciary, mahakama, ODPP, ofisi ya mashtaka ya serikali, kuna EACC, shirika la ufisadi, kuna IPOA, kuna mashirika ya kibinafsi na Wakenya wote. So tumebuni mikakati ya kuwafikia wale wote. Ndio maana tuko eneo hili la Kisii na Nyamira. Juzi tumekuwa eneo la Bonde la Ufa kule Nakuru. Mwezi ujao tutakuwa Gamblo, ili tufikie sehemu za kule Northeastern na Coast. Vizuri sana. Ukiangalia huku Kenya kuna kesi mingi ambazo ziko kwenye koti. Ni kesi gani ambazo mkiangalia mnaona au mashahidi wanafaa kuwa protected? Okay, wale shahidi ambao wanahitaji hifadhi kwetu, zile cases ambazo mkiangalia ni kesi ambazo zinaweza weka mashahidi kwenye utata. Kesi yote inaweza fanya shahidi atishiwe. Lakini kwa kazi ambayo tumefanya kwa muda huu wote, tumeona kesi mingi kama za mauaji, kesi kama ugaidi, terrorism, mihadarati, drug trafficking, na pia human trafficking, kesi za kijinsia, GBV, gender based violence, na nyingine mingi. Kwetu sisi, shahidi anapo letwa kwetu, mara mingi sana huwa ametumwa na mashirika mengine. Na tuna jambo tunaita threat and risk assessment. Tunaangalia ile tishio ni ya kiwango kipi, na tutapatiana ushahidi, tutapatiana ulinzi upi kwa huyo shahidi. So depending on the case and of course the crime committed, sometimes it determines now who do we put in the program. And these victims, ukiwaangalia, how do you get to access to them? Like, ni nyinyi wenyewe mnawapata ama vile umesema ni mashirika mbalimbali wanaleta? Okay, kuna njia mingi. Njia moja ni kama huyo shahidi anajua nambari zetu, na ndio maana sasa tunajaribu kufika sehemu mbalimbali ili watu waweze kujua tunapatikana vipi. So one way ni hiyo direct application. Anaweza piga nambari yetu, kuna namba ya toll free ama hotline. Njia nyingine ya pili, anaweza kuelekezwa, yani anaweza kuwa referred na mashirika mengine, sana sana yale ambayo yanahusiana na hiyo kesi, kama shirika la mashtaka ya serikali ODPP, ambayo ndio kesi mingi hao ndio wanahusika nazo. Inaweza kuwa idara ya mahakama kwenye koti, yule jaji anaposikiza kesi na anasikia shahidi anasema mimi nimetishiwa na sijui kama nitakuja kutoa ushahidi. Kesi itakapoendelea, tunajulishwa, tunaambiwa kuna witness kwa court is under threat, can you give the protection required? Hiyo ni referral. Saa zingine kuna hizi kesi za public interest, tunaweza sikia kwa vyombo vya habari na kesi fulani na shahidi huyo ametishiwa. So sisi kitu tunafanya, tunawasiliana na mashirika mengine ya security, tunamtafuta huyo shahidi, then patia ulinzi unaotakikana. So public interest cases can make us now get this witness, ama referral other agencies,
ama direct application kama anajua kutufikia. Yeah, na tutakuwa tuna hizo nambari tutakuwa tunawapea mwisho. Wewe unafanya kazi kwa ofisi ya Communications and PR. Naam. Unafanya nini hapa so? Kujitangaza ama nini ama kuuza shirika lenu? Asante sana. Nilipokuelezea na uliuliza hilo swali kama watu wanatujua kazi tunafanya. Na katika mikakati yetu tuligundua kwamba watu wengi hawaelewi kazi yetu tunayofanya. So ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunawafikia hawa watu. Na njia moja ambayo tumetumia kama tulivyo huku tuko Kisii. Na tumekuwa tukutana na watu kadha wa kadha kueneza hiyo injili ya ushahidi ili watu waweze kujua watu wako na hii ndio kazi ambayo wanafanya. Na hiyo ni muhimu sana watu kujua kama kuna crime imefanyika mahali. At least mtu atasema nilisikia idara ya kulinda mashahidi walikuwa kule Kisii. Na nambari zao ni hizi. So wanaweza kutupigia wakiogopa na tupigia kisiri tunajua tutakavyo walinda. So the important thing ni kujaribu ku reach out kwa as many stakeholders as possible ili waelewe wa mandate, na pia wakijua kazi ambayo tunafanya tutakuwa pia tunasaidia justice sector ku reduce the levels of crime. Yeah. So far unaweza sema mmefika wapi katika kufanya ili hii idara yenu ijulikane kwa Wakenya? Mmefika kiwango kipi? Siwezi kutathmini ile accurate. But inalojua ni kwamba mikakati ambayo tumeweka ya kufikia wadau ni mizuri sana. Na si uona hiyo tukireview applications kama the number of applications zinapanda, inamaanisha watu wamepata ufahamu kwa kazi yetu. Wame reach out and they have known tunaweza kufikia watu kwa njia gani. Na feedback, tunapopata feedback itatusaidia pia kujua at least somebody ako na idea that we exist. Yeah. Ni lazima mtu afanye application ndio aweze kusaidiwa? Application inategemea, lakini kwa ile mikakati tunayo buni, ile application ndio inatusaidia kuelewa huyu shahidi ametishiwa kivipi, ako wapi, anaweza patikana aje. Na pia kuna file ambayo tunafungua. Na hiyo file tunapofungua itahitaji zile documents. Na hiyo application form ni moja hizo documents. Na itasaidia afisa wetu kumfikia ili kufanya uchunguzi zaidi na kuelewa tishio la toka wapi na itaweza kuhudumiwa kivipi. So ni muhimu sana kujaza hiyo form ya application. Okay, tukirudi kwa mashahidi. Which kind of information do you protect about these victims? Mnawachukua physically ama ni information gani yenye mnaweka ambayo inawasaidia wawe sawa sawa? Kuna njia mingi ambazo sisi hutumia. Kwanza kuna ile tunaita physical or armed protection. Ule shahidi anapotishiwa na tumefanya ule uchunguzi na tumebaini kwamba anahitaji ulinzi wa kulindwa masaa 24. So itabidi mahali tutamweka tunaita safe house. Inalindwa masaa 24. Sababu ni kwamba wale wahuni perpetrators of the crime huwa pia wanamtafuta. So ni muhimu ensure that tumempatia ulinzi masaa 24. Hiyo ni njia moja. Hapo kwa masaa 24, after that anaenda wapi? No, masaa 24 inamaanisha atalindwa all through. Yeah. Kesi inapoendelea atakuwa kwa mikono yetu.
So tutampatia huo ulinzi hadi ambapo kesi itakapokamilika. Yeah. So kwa masaa 24 anasema atalindwa usiku na mchana. Physical and armed protection. Hata kitoka nje aende wapi kidogo, afisa wetu watakuwa naye. Kirudi kwenye hii safe house hiyo, afisa wetu wako pale naye. Yeah. Kosa ukimwacha kidogo hivi, wale wahuni watampata. Na tunaongea kesi sugu kama za ugaidi, terrorism, mauaji na zile zingine. Na information, the kind of information yenye mna protect about this person. The information of course ni confidential. Na tunashirikiana na mashirika ya serikali. Sana sana idara ya DCI ambayo inafanya uchunguzi. Ndio inatupa hiyo information na koti pia. Kwa anapoenda kotini kuna information itahitajika. Lakini tunapompeleka kwenye koti si information yote ambayo itapatiwa kuhusu hiyo shahidi. Huwa tunaita court protection order. Sasa hiyo inaturuhusu kutopatiana information yote kuhusu huyu shahidi. Na koti inatupa hiyo idhini. Juu tunaona kwamba tukipatiana information yote, wale wahuni watajua huyu ndio shahidi, jina lake ni hili, anakaa hii sehemu, anaweza patikana kirahisi. Na kwa ulinzi hiyo itakuwa haijasaidia. Yeah. So any information ambayo ya huyo witness tuna make sure iko as confidential as possible. Ile ambayo inaweza patiwa ni ile tunaona haiwezi dhuru maisha ya huyo shahidi. Yeah. Lakini huwa tunapata idhini kwenye koti. Naam. If I apply today, yes. Nimepata shida ama labda nimeshuhudia tendo na ningeweza kuwa protected na nyinyi. How do you know that the information I'm giving is correct? Which steps do you follow? That's a good question. One thing, kuna watu wengi wanaweza kuja kwetu. Watu wengi wanaweza apply. Yeah, wanasema mimi nimetishiwa. Na nataka munipe ulinzi. Yeah. Juu wanajua wakiingia kwenye programu ya ulinzi kuna mambo mengi kule ndani ambayo wana benefits zile wanapata. Mazuri ni mengi. Yeah. So kuna sehemu kwenye idara yetu ya uchunguzi. Ndio maana nilikuwa nimeongea kuhusu assessment. Threat and risk assessment. So hiyo ina determine yale madai huyu shahidi ametoa ni ya kweli. Yanaweza bainishwa, na tunashirikiana na shirika kama la DCI ku find out polisi. Tishio inatoka wapi? Ni nani huyu anamtishia? Ni ukweli. Na unajua lazima iwe recorded kwa OB, hizo official records za koti. Tunapobainisha ndipo sasa tunaweza mchukua huyo shahidi. Yeah. Kwenye programu yetu ya ulinzi. How do you convince them like this is a safe place, kuja ukae hapa? Una convince aje hao Wakenya wafike hapo, wakuje kwenu wakae na nyinyi, ama wapeane information yao kuja kwenu? Naam, kabla shahidi hajaingia kwenye programu yetu, kuna mkakati ambao tuauita MOU, Memorandum of Understanding. Na ningependa niseme kwamba kuingia kwenye programu ya ulinzi si kwa ulazimisho, kwa hiari ya mtu. It's voluntary. Hiyo ni jambo la kwa tunaelezea huyo shahidi. Kwa sababu akiingia kule na sign huo mkataba wa MOU, itabidi atimize zile ahadi zote ambazo ziko kwenye huo mkakati. Lakini jambo ambalo tunamwelezea ni kwamba maisha yako ni muhimu zaidi. So ukichagua kuja kwenye hii programu, kuna vitu ambazo utakana ufanye ukilindwa kwenye hii programu. Na ukikiuka hizo sheria, basi ule ulinzi unaishia hapo, unatamatika hapo. So we make them understand that first of all it is for the benefit of huyo witness. Then two,
anasaidia justice to be given out to wale victims. Because akicontribute testimony yake in court, atakuwa help the justice system na itakuwa imeenda vitu kama impunity kwa hiyo testimony. Then tunamashua that atakuwa kwenye hii program, security yake is assured, is safe. Yeah, hawezi tishiwa tena. Yeah, so hata akienda kwenye koti anaenda akiwa na ule msimamo thabiti wa kutoa ushahidi, na hiyo ni muhimu sana kwenye koti. Yeah, so kazi yetu ni kuhakikisha kwamba ako hali ya kisawasawa ya kimawazo. Tuna maafisa wanaitwa psychosocial officers pia wanawaongelesha, kwa kuna kesi zingine za kutatanisha kama mauaji. Umeshuhudia mauaji maybe ya mtu karibu sana kwako kama mzazi ama bibi ama mtoto, na wewe ni witness, unaoita victim witness. So kuna trauma, unakuwa na ile trauma. So wale wana saikolojia huongea nao ili waweze pia kuwa na ile hali timamu wakienda kutoa ushahidi. Then na ofisa wetu tunawaita protection officers, wale wanaolinda all through wanapoenda court. Naam. Umesema kuna benefits mtu akiwa chini ya ama akiwa kwenu chini ya idara ya kuweza kuwalinda ama kuwa protect. Which benefits are these? Okay. Na nikisema benefits ni kama unalipwa kutoa ushahidi. Unakupa nikwambia ni voluntary. Yeah. So benefits ni kama tunajaribu kukuweka katika ile hali ambayo ulikuwa kabla hujakuwa shahidi. So ukiwa kuingia kwenye programu kama ulikuwa mwalimu na labda tunatumia mikakati kama ya kukuhamisha, relocation as a protection measure. Tuongea na kama idara ya TSC, tuseme kuna huyu mwalimu na ni shahidi wetu na mahali anafundisha hapa ni eneo la hatari, risk area. Sasa anakuwa transfer another school. So natakuwa bado amehifadhi mshahara wake, benefits zake, lakini amemove to another school. Na tena watu watajua ati yeye ni witness, watafikia tu normal transfer. So ile maisha ambayo shahidi alikuwa anaishi, ndio tunajaribu ku-maintain as much as possible. But vitu kama tuseme nyumba, ama mtoto alikuwa mgonjwa, ama wako shule, yote tunawashughulikia. Because tunataka yule shahidi akienda kwenye koti ako na ile hali timamu ya kuweza kutoa ushahidi bila kufikiria sijalipa kodi yangu ya nyumba, sijalipa karo ya watoto wa shule, watoto ni wagonjwa, sijawapeleka hospitali. So hayo yote tunajaribu kushughulikia ili aweze concentrate, kufocus kwa ile case. Yeah, so wale ambao wanaingia kwa program na wakati wanatoka, saa zingine huwa kuna hizo changamoto. Juu wanaona watakosa hizo. Kuna wengine ambao hawana kazi. Tunatumia ile kiwango inaitwa minimum wage kwa maintain. Tunawapea kitu kama tunaita stipend, just kuwa sustain kwa program. Ili wakue wasikae tu kwenye ile hifadhi, ile safe house. At least wawe na kazi ambayo wanafanya. Ile ambayo mtu hawezi suspect. Asema huyu anakaa kwa hii nyumba kutoka asubuhi hadi jioni. Ni mwizi ama ni nani? Kuna jirani wanaweza, kuna nyumba kumi initiative, atasema huyu jirani wa hapa hatoki nje na analipa rent, anakaa vizuri, huyu mtu mbaya. So ku avoid hiyo, anafanya kazi gani? So to avoid hiyo, tunamwambia, tunamtafutia kitu cha kufanya kwa kwenye, ili tena majirani wasiweze kuwa na suspicion. Juu wakijua ni nani, wataanza kufuatilia, watablock cover yake. Yeah. So tunakuwa cautious. So you straight hadi mnafikia familia kama kuna shida kubwa ya huyu ambaye ni shahidi mmemweka? Yes, lazima familia wa close family, nuclear family wajue, kwa sababu tunapompatia hifadhi tunampa familia yake. Kama ni bibi, watoto, tunawahamisha wote. Tuona kwamba tuwezi hamisha baba ama mama wa hiyo familia na tunawacha watoto pale. Tishio litakuwa kubwa.
kwanza tunamtoa katika hiyo eneo ya hatari, area of risk. Tuweze kutoa mmoja, tunaacha the family members kwenye hiyo eneo ambayo ni ya hatari, haitasaidia. Juu atasikia labda auliwe ama nini, na atakapokuwa kwenye ile hifadhi hawezi kuwa na imani juu umemleta kwa safe house protection na familia yake inadhulumiwa. Juu wale wahuni huwa wanatafuta at least yule mtu ambaye yuko karibu na huyo shahidi wamuumize ili aweze kujitokeza. Yeah. Ukiangalia people change their minds. Witness akifika mahali aseme hataki kuendelea, what do you do? Hilo jambo ni swali zuri sana. Ndio maana nilikuelezea kuna hiyo MOU, mkataba ambao tunaandika. Na kuna zile exit clauses. Ukitaka kutoka hivi unafanya. So wengi huingia kwenye ulinzi na wanapata hiyo maisha ni ngumu sana. Kwanza ukiwa na simu hii ya smartphone, kwanza haturuhusu. So kama wewe ni mtu wa kuzoea simu ya smartphone, utaona ni maisha magumu bila simu ya smartphone. Mbona simu? Tutakupa simu yetu ambayo tutaweza monitor any risk. Lakini hii nyingine mtu yote anaweza kukupata. Yeah, hii ya smartphone very easy. So hiyo ni big security risk. Yeah. So hiyo first thing tuna avoid hiyo. Then kuna tabia zingine ambazo zinaweza leta hali ya utatanifu ya security ya mtu. Sema kama mtu wa mlevi for instance, tuna discourage hiyo. Tutakuwa kwenye ile hifadhi umetoa kidogo umeenda ulevi kutokea na kisa kule. Then cover yako iwe blown as a protected witness. So tabia pia kama hizo haziruhusiwi. Yeah. So ule shahidi tunamuelezea awe law abiding na anafuata ule mstakabadhi ambao tumesikizana na, yani ile MOU. So akibreach then inabidi tu kwenye program. Na nilivyokuambia ni voluntary. So mtu akiingia kwenye program hiyo amefikiria, amewaza na ameona kwamba nitaweza kaa kwenye hii program na masharti yake. Waona. So kama anaona itakuwa ngumu ile mara kwanza mnamwachilia. Hata weka sahihi. Yeah. Lakini tutamwambia maisha yako yamo hatarini, lakini kwa vile utaki ulinzi, chochote kitachofanyika kwako utajilaumu mwenyewe. Yeah. Kwa sababu tunataka kumsaidia na hataki. So tutaelezea ile idara ambayo inahusika, idara ya upelelezi, idara ya mashtaka ya serikali, kwamba ushahidi hataki ulinzi wetu. Kwa sababu naona zile conditions na terms ni too strict. But tunamuelezea kwamba it's for his or her own benefit. Yeah. So we don't force. Yeah. But tunakuelezea the risk involved if you go out there without protection. But kesi inaendelea. Yeah, kesi itaendelea. Yeah. Ukiangalia watu wengi hawapendi kukuwa mashahidi. And when should one call like kuapply kwenu apate usaidizi? Juu ukiangalia watu wengi wanashuhudia vitu mingi and they don't come to say watakange kusema ama kujitolea kuwa mashahidi. Ni wakati upi mtu anaweza asaidiana kwa kesi alafu awapigie labda watafute kwa nini zenu ili aweze kupata usaidizi? Tulisema mara ya kwanza kutoelewa tunavyofanya kazi ndio ni jambo moja. Kule mashinani sana tuseme huku Kisii kwa vile ama kwa vile kama kule Nyamira kule ndani kule Keroka kule kuna kesi inafanyika na mtu ameshuhudia. Kina najua nikienda kuripoti kwa OB niandike kwanza imani yao kwa polisi pia iko na utata. Nasema sasa nitaripoti kwenye polisi na wale polisi pia labda wanajua wale wahuni ambao wametenda hicho kitendo. Wanahofia, wanaogopa. Ama hata kwenye hiyo sehemu yao wanayokaa kuna watu ambao watawaona waseme wewe Tabitha wewe ndio ulienda kunistaki kwenye
polisi, nilikuona ukielekea Keroka police station. Kwa hivyo uhame hapa. So tishio kama hizo zinafanya watu wengi sana wanahofia. Wanaona kwamba siwezi enda kule nidhulumiwe. Na hiyo kutojua kwamba kuna shirika la kulinda mashahidi linafanya wengi hawataki kwenda kuripoti. Yeah. So ndio maana mikakati kama hii tunaihimiza wasiwe na hofu yoyote na shaka. Bora tumejulishwa. Na si lazima saa zingine ukijua nambari zetu, si lazima tena uende uambie polisi nataka kuongea na watu witness protection. Kama unaweza tufikia directly, well and good. Kama unaweza ongea na idara ya polisi, kuna mashirika yasiyo ya serikali pia unaweza ongea nao. Kuna yale serikali kama IPOA, EACC, ODPP pia unaweza elezea. Yeah. Jambo kuu ni kutufikia. Na napotufikia mambo yote sasa si uingilia na tunafanya mambo yetu chini ya maji, kutafuta, tupeleleze, tuone tutakupa ulinzi unaofaa kivipi. Yeah, so shida ni kutojua kuna shirika la kuwasaidia. Ukiangalia pia watu wengi wana kesi zao zikifika tuseme kwa polisi, anafika wana record statement, hiyo story unapata imeisha. Na wakikuja kuwapigia kuwatafuta, how do you take like kuna action mnachukulia wa mapolisi ama hicho kitu ambacho walienda kurekodi? Sana sana ukiangalia sheria iliyotubuni haituruhusu supervise other state agencies. Waona? Lakini kama ni kesi ambayo inatuhusu na utuelezee, kuna njia ambayo tutaongea na hiyo idara. Tuambie kuna huyu shahidi ambaye ametishiwa na tunahitaji hiyo statement ili tuitumie kuinvestigate further. Ndio tuone kama tunaweza mpa ulinzi kwenye hifadhi yetu. So hiyo unaita hiyo partnership, stakeholder partnership. Tunaweza ongea nao kwa njia mbadala ili waweze kushughulikia. Mara kwa mara waweza statement kwa polisi, waambie kuja kesho, still investigating hivyo. Lakini kama ni shahidi tumejua anatishiwa, kuna njia ambayo tunaweza ingilia. Tunaongea na idara husika ili ufanye kiharaka. Maisha ya huyo shahidi yamo hatarini. Inapokaa sana, hiyo risk level inapanda. Yeah. So far ukiangalia ni watu wengi ambao wana apply kuja kwenu, kuja kupata usaidizi kwenu wa Kenya. Kwa vile nilikuelezea njia mingi ambazo watu wanatumia ku apply. Kama ni referral, mechanism direct. So kwa sasa tumepata kama applications over 2,300. Over 2,300 applications. Ever since we established. And kwa hao wote karibu 800 washaingia kwa program. Over 800. So unaona kwa hiyo 2,300, over 2,300, 800 wameshaingia kwa program. The reason why wale wana apply na wale wanaingia ni wachache ni because ya hiyo thorough process ya vet, investigate, find out the threat levels, the stability. Because again, hatuchukui all witnesses. Kuna wale tu wale wanahitaji special protection. Na hiyo ni last resort. Last resort kabisa. Huyu ametishiwa sana na ile kesi lazima iendelee. So kwa hizo nambari 2,300, more than 2,300 applications. Karibu 800 been admitted. Shirika ni la serikali. Shirika la serikali. Na ukiangalia kuna witness wengi ambao wanahusisha ama yale mambo ambayo kesi ambazo zinahusisha watu wakubwa katika serikali. Hizo nazo mnazihandle aje? Kwa sababu you're working for the government na kuna government officials wenye wako kwa kesi mingi na kuna witnesses hapo. Mnafanyanga hizi kesi aje? Swali zuri sana na mara kwa mara sisi huulizwa hilo swali.
Hilo ni swali nzuri sana. Tunapoenda kwa mikakati mingi tunaulizwa serikali ambayo unafanya kwa serikali na mtu wa serikali ndio akona kesi. Akona makosa So nilipokuelezea tulipoanzishwa hiyo act yetu, Witness Protection Act, ilikuwa amended mwaka 2008. Act ilifomiwa mwaka 2006. Mwaka 2008 kukakuwa na amendment. Na hiyo amendment ilikuwa kutufanya tuwe shirika huru. Tuwe independent and autonomous. Ili to operate on our own. Tulipoanzisha tulikuwa kwa idara ya Attorney General State Law Office. Under ODPP, lakini tungeweza kufanya kazi kwa uhuru juu mko katika shirika lingine juu yenu. So mkitaka kufile iende wapi, approval iende wapi, lazima iende kwa shirika lingine. So amendment ilitusaidia cooperate kivyetu. Hiyo cooperate kivyetu ilisaidia katika swali ambalo umeuliza. Kwa sasa ule ofisa ambaye analinda huyo shahidi amepewa mikakati inayofaa kwamba huyu shahidi akipotea ama jambo lifanyike kwake, yeye ndio ataulizwa. So hakuna wakati wote ambao utapigiwa simu useme huyu shahidi unataka kujua ako wapi, kesi yake inaendelea vipi. Mkurugenzi mkuu wetu ambaye anasimamia idara ndio anayeruhusiwa peke yake kujua au mashahidi wako wapi. So power yote ya admission ni kwa mkurugenzi mkuu. Yeye peke yake anaweza either admit a person ama mtu akitaka kutoka kwenye idara. So hatupati simu zingine ama ushauri mwingine kutoka mahali pengine popote. That was the need for amendment of the act to independent and autonomous. Jambo kama hilo to sheria iliona ni mzuri tuwe kando. Lakini ukiwa kwenye idara nyingine utapata simu useme hebu mweke huyu kwenye programu hii. Labda haja meet ile criteria. Ama anasema huyu mwachilie juu hii kesi ni ya mkubwa fulani. So hiyo iliweza kusaidia. Na katika ulinzi wote tujawahi pata kesi ambayo tunapigiwa simu ama kuambiwa kesi ya huyu usipatiane ulinzi. Kesi mwachane nayo. Tujawahi pata. Because of that autonomy that gives us to operate independently. Naam. And your principles and guidelines? Katika kazi tunayofanya tunaita maadili na kanuni msingi. So kuna usiri, yani covertness. Kazi yetu tunafanya chini ya maji. Na uliuliza hilo swali ambapo ulikuwa unasema how do you keep the information confidential? So hiyo maadili ya usiri, nafanya kazi yetu tunafanya kwa njia ambayo mtu yeyote hawezi jua. We work covertly. Hata ofisi zetu hakuna anayejua mahali ziko. Isipokuwa zile tunaita liaison offices. Ambapo tutakuwa nikikuelezea. Alafu kuna maadili ya heshima ya utofauti ya watu, diversity. Hiyo pia ni muhimu sana. Tuna deal na watu wa kila aina katika serikali hii yetu. Na wote tunawakubali. Hawezi kuwa na shahidi useme huyu anatoka Northeastern, tutamwadmit. Huyu anatoka Western, tutamwadmit. Wote tunawatreat same way. Alafu kuna uadilifu kama maadili pia uadilifu. Then kuna utaalamu pia, professionalism. Kazi yetu tunafanya kwa hadhi ya juu. Wale maafisa wote ambao wanaandikwa kazi kwenye shirika hili wamehitimu, wana ile competence na professionalism ya hali ya juu. Then kuna ushirikiano, yani teamwork. Tunafanya kazi kwa teamwork na mashirika mengine ya kiserikali na ile pia ambayo si ya serikali, idara mbalimbali, mashirika kama wanahabari na pia wananchi kijumla. Sawa, ndio maadili yetu kanuni ambayo tunayatumia tunapofanya kazi zetu. Naam. Na problems ambazo mna encounter
mkiwa kazini, zile shida ambazo zinawakumba? Katika kazi yote lazima kuwe na changamoto fulani. Ya kwanza hela ya kutosha. Hela ya kutosha hiyo ni muhimu. Wajua kwamba kwa serikali tunapewa budget. Kuna wakati mwingine hiyo budget huenda haitoshei. Lakini mara kwa mara sisi huongea na treasury, national treasury. Kama for instance kama kuna applications mingi na wajatupa budget ya kutosha, sisi tunarudi kwa serikali, kwa treasury, na tunaomba pesa zaidi ili kuweza kustahimili au witnesses wengi ambao wameingia kwa program. But hiyo haitoshi yote. Kuna mikakati mingi katika idara. Kuna magari ya kusafirisha hao wateja wetu. Kuna wafanyakazi kuandikwa wapya ili kuweza kuhudumia Wakenya wote. So ni mikakati mingi. So hela ni moja. Alafu mbili ni kesi kutosikizwa kwa muda wa haraka. Slow pace of trial. So zinapokaa sana zinatudhuru kwa vile wale mashahidi ambao wako kwenye programu yetu inabidi wakae sana, na wanapokaa sana hela zinatumika. Juu walinda yule shahidi na familia yake. Anapoenda koti, watoto wake wanapotaka kwenda shule tunawalipia karo. Wakiwa wagonjwa tunawapeleka hospitali. So inahitaji hela. So kesi zinapokawia sana hapo huwa zinatudhuru. Na pia changamoto nyingine ya tatu ni kwenye koti zetu huwa tunapenda ziwe na miundo msingi ile inaweza kuhifadhi mashahidi wanaolindwa. So court infrastructure. So ukienda koti mingi hata hapa Kisii utapata hazina kama witness protection boxes. So wale shahidi wetu wakienda kwenye koti inaonekana hamna. Lakini sheria inasema kwamba idara ya mahakama inapojenga zile koti lazima iweke mikakati ya kulinda mashahidi. Kwa hiyo court construction. Lakini tumejaribu kushirikiana na idara ya mahakama ili wanapojenga koti mpya ama wanapokarabati waweze kuweka infrastructure kama hiyo, kama witness protection boxes. So court infrastructure pia ni another challenge. Then ingine ni watu kutoelewa tunavyofanya kazi. Low awareness levels about witness protection. Na ndio maana sasa harakati tunayofanya sasa hivi ya kujulisha wananchi, mashirika ya serikali na other stakeholders ni muhimu sana ili watu waelewe kuna shirika ambalo linaweza kutupatia ulinzi. Sana sana zile area za crime level iko juu. Wananchi wakijua wale mashahidi wataweza kuja kwetu na kesi mingi zitaweza kusikizwa na watu wataweza, haki itaweza kupatikana. That is another challenge. Mr. Calvin, ukiangalia kwa unaweza sema nini kwa yale ambayo serikali imefanya ili kuhakikisha mnafanya kazi vyema? Okay, kwanza sisi ni shirika la serikali na tunafurahia sana usaidizi ambao tunapata kwa serikali. Kwanza ni ile kutupa budget, fedha za kufanya kazi yetu. Nilipokuelezea kulinda mashahidi ina gharama kubwa sana. Na kuna jambo sikusema kwamba tunapolinda shahidi mmoja katika mwaka mzima tunatumia karibu shilingi milioni 5.7. 5.7 million. One witness annually and the dependents. So hiyo ni gharama kubwa sana. Na ni kwa ule usaidizi wa serikali ndio tunaweza kulinda hao mashahidi inavyotakikana. So tunashukuru hiyo support kwa serikali. Na of course tunapata pia assistance na mashirika mengine, partners, work with other partners also. So yale ambayo serikali wajatumalizia kwa usaidizi wanajaza kama partners, tuseme kama UNDC, kama IJM, pia mashirika ambayo wametusaidia sana katika kazi yetu.
na ni muhimu kuzidi ku strengthen that kind of support and partnership ili tuweze kuimprove the justice sector in Kenya. Naam. Hamna shida na koti ambazo hawa witnesses wanapeleka kesi zao? Isipokuwa tu lile jambo la kesi kukaa sana. Hiyo tu ndio shida kuu, na koti zilivyotengenezwa, court infrastructure. Hiyo tu ndio jambo muhimu sana ambayo tunajaribu kila wakati kuhimiza koti za nchini Kenya, na tuna mikakati ambayo tumeshirikiana nao ku ensure that wanashughulikia sana sana mambo ya court infrastructure. Na kesi zisije zikawa zinaahirishwa kila wakati. Kwa sababu tunapo afisa wetu wanapoenda kwenye koti na wale mashahidi na wafikapo kule unaambiwa kesi imeahirishwa hadi miezi miwili baadaye. Waona hiyo ni gharama tena kubwa kwetu. Na maanisha yule shahidi atarudi kwenye hifadhi yetu, tutazidi tena kumulinda, na hizo ni hela zinazotumika. So kesi inaposikizwa kwa mwendo wa haraka pia inasaidia ili zile hela pia zisaidia Wakenya wengine ambao wanahitaji ulinzi. Naam. Shukrani. Alafu unaweza ambia nini mwananchi ambaye anakutazama kuhusu shirika lenu ama idara yenu? Ni kuwahimiza kwamba wawe na imani na shirika letu na wasiwe na hofu wakati wanatishiwa. Wakitaka kutupata, kuna nambari ambazo nafikiri zimewekwa kwenye rununu, wanaweza tupata. Na jambo moja sikuweza sema ni tunapatikana wapi. Ofisi yetu iko jijini Nairobi kwenye koti ya Milimani Law Courts, orofa ya 4, room 413. Milimani Law Court 4th floor 413. Ni ofisi yetu kuu, tunaita liaison office. Sehemu ya Pwani tulikuwa na ofisi kwenye idara ya mahakama, lakini bado hilo jumba halijafunguliwa bado. Lakini tumepewa hifadhi pale. Lakini kuna ofisi saidizi kule Malindi, kwenye Malindi Law Court. Tunaita satellite office. Sasa inahudumia wananchi wote ambao kwenye hiyo eneo. Sehemu hii ambayo tuko ya Kisii na Nyamira, kuna ofisi yetu katika Kisumu County. Kina Kisumu Law Court, utapata ofisi yetu kule. Inahudumia eneo ya Nyanza na Magharibi. Alafu kuna nyingine kule sehemu ya Eastern Embu. Kenda Embu Law Court tumepewa ofisi kule. Sasa ofisi zote zinasaidia kuweza kuwafikia wananchi wakiwa na kesi yoyote na wanataka ulinzi wetu. Naam. Na mitandao ya kijamii? Mitandao ya kijamii kuna namba ya rununu ambayo tunaita hotline. Maybe ningeweza isoma moja. Ni 0711 222 441. Yani 0711 222 441. Hiyo ni hotline. Na kuna ile nambari ya simu usiyolipia. Najua Wakenya watasema labda sina hela ya kununua credit nipige simu. So hiyo namba ya simu usiyolipia ambayo tunaita toll free line ni 0800 72 460. Yani 0800 720 460. Alafu kuna barua pepe. Waweza tutumia barua pepe ukiwa unataka ulinzi. Na uko na mtandao, unatuma kwa director@wpa.go.ke. Nambari ya barua pepe director@wpa.go.ke. Na ukitaka pia kufahamishwa mambo yetu ambayo tunayafanya, unataka information about witness protection, unaweza tupata kwa tovuti, yani website www.wpa.go.ke. Hiyo ndio tovuti yetu. Naam.
Shukrani sana kwa mwanzo murigiria singenjo yebiro no turachigukorera ritu koria rero kire twarenge no mugenito kurase kiombekyo ikone kinga abari bakoinana aba ubushahidi bonsi ase bigambero banyare kwegwa oborendi voice twabere no mugenito wakumbusha jina Calvin Already, shirika la kulinda mashahidi nchini Kenya. Naam. Mbiamana sana weka naende